wachwa bili. Usumbika watu wapika kidogo unajua kama kawaida yangu. Yani wasola mbako shichundu ama. Le abi hivyo tata. Sikiliza. Yani hamna tatizo mwanangu. Mubaki salama. Lakini kesho ukundi nzuumbia ukundi nzuumbia watu nzuumbia. Sawa baba. Wewe si mwanangu. Haja nikupie kwanza mahiha. Simo nao. Hivyo to ikelikela bibi. Mwanangu baki salama. Baki salama. Unitungie wajukuu vizuri kama kawaida heno. Kwe baba wajene ule. Unu tatona mwanu etu achola. Tale mtu. Tabi nweza kana mtoto tendi sauti winu ete mwanu mtu amu tenda. Akini binu inose binu. Na bibi ashinge lama onde kwanza eko bahomba ngombe chake chose. Mtu hei. Nikupigie maringa. Apino mwele acha ibana show ina bibi inose. Pole sana. Anze achumbungwa hata tai. Dada yangu huyo. Mambo vipi? Safi. Mzima? Ya mzima. Naona kula upepo hapo. Maisha yanaenda. Unajua tena. Ya maisha lazima yaende. Maisha lazima yaende. Afu mjomba kaeka mbuzi ka hivi alikape. Sijui alikapeka wapi. Ananiambia ameuza. Kweli? Na tuachane kwanza na hayo. Unajua dadangu siku hizi kusema kweli sikuelewi. Na sikuelewi kwa sababu ya mizunguko yako wewe na mjomba hapa nyumbani. Hebu kwanza niambie, mna mishe gani wewe na mjomba? Kaka. Kama kuna vitu vya siri ambavyo mnavyo. Hakuna kitu. Ni mjomba bwana, hakuna kitu. Sawa. Unajua bwana, mtu mzima wakija kufanya jambo, mwisho wa siku likaja kutokea itaonekana ni jambo la kitoto. Kwa hiyo mimi ninachokuomba dadangu, kama una vitu vya siri ambavyo nafanya na anko, eti mnafanya kwamba mnategemea litokuja kujulikana hilo tatizo, ujue mwisho wa siku utaumbuka. Mimi siwezi fanya hivyo. Kwa hiyo uniamini sasa. Niamini bwana tena hivi. Tuachane na hayo. Wewe juzi kuna sehemu nimepita pale nimekuta kwamba eti wanakuzungumzia wewe. Unatongozwa na mmoja jamaa hivi. Na yule watu hayo. Hata wanapeleka barabarani tu huko kaka. Yule kijana yule hajatulia kwa taarifa yako. Simfahamu yule kijana na yani hizo ni habari zako tu, maana mimi nakufahamu. Wewe ni kaka wa game. Yaani umetoka kuna habari zako kama wake zako wamekuja na kufanya yani usinizingue bwana. Eti wake zangu mimi na mwanamke. Maana wewe siku hizi sikuelewi. Yaani upo tu unavaa sijui kiuni sijui aje. Alafu nakuja tu kuniambia sister sijui nini na nini. Poteza hiyo mada huko. Sipo hivyo mimi. Haya upo hivyo kweli, lakini kumbuka yule jamani atakuja kupe mimba afu mwisho siku aikatae. Kaka mimi sipo hivyo. Haya dada, kama ni hivyo basi jambo la heri.
Halo. Halo, vipi? Safi. Wewe nakupigia simu upokee, unamaanisha nini hivyo? Ana ninayokuambia ni kweli. Sina maana hiyo. Tulikuwa na kikao cha familia nyumbani, ndio maana. Sawa, ila ingetakiwa unijulishe kupitia SMS. Samahani basi kwa hilo mpenzi wangu. Sitarudia tena kukosea. Okay, poa, nimekusamehe. Vipi lakini niambie mambo mengine anasemaje huko? Huku mambo ni shwari, hofu kwako tu. Mimi mzima, ila mwenzio sina amani kabisa. Yaani nimekumisi sana mpenzi wangu. Yaani hapa Nilipata hamu ya kula sina kwa sababu sijakuona. Na nitakuonaje? Mimi nipo tayari muda wote ule kwa ajili yako. Ni wewe tu. Okay, poa, basi kesho nakuja huko. Okay, karibu sana mpenzi wangu. I love you. I love you too. Sasa mjomba, mimi kuna jambo nataka nikwambie. Sadiki. Naam. Sidhani kama unaweza kudanganyika na muonekano wa mwanamke. Ndio anko, kwa sababu unajua kitu ambacho naweza nikakifuata sana kwa mwanamke ni tabia na sio muonekano wake. Na ndio maana nakupendaga sana mwanangu. Kwa sababu wewe huwa mwerevu sana kwa mambo mengi. Yeah. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kwa sababu mimi sitaki mjomba wangu nichukue mwanamke ambaye atakuja kukuumiza kichwa. Wala mwanamke ambaye ifike stage mkorofishane baina yako wewe na mke wangu, mimi sitaki. Ndio maana nataka niangalie chombo ambacho mjomba wangu na imani kikifika uani hapa inakuwa mambo ni bulbul. Wewe mwenyewe unaelewa kwa sababu mimi siwezi nikatishika na sura ya mwanamke wala muonekano. Mimi mwenyewe naweza nikatishika kidogo na tabia ambayo najua nikimpelekea mjomba wangu mwanamke kama huyo anaishi naye. Hicho kinasumbua sana wasichana wa siku hizi. Kwa sababu wao wanajali tu muonekano wao wa nje tu. Hiyo ni kweli. Ila ni kweli. Si unajua muonekano ndio kila kitu. Sasa lakini anko ni kwamba Sadiki, ukioa mwanamke ambaye anaiba njema utadumu naye. Lakini ukioa mwanamke ambaye ana sura nzuri, pasipo tabia njema, utatengeneza tu historia ya maisha yako. Kuhusu hilo anko sijali kwa sababu unajua mimi siwezi nikachagua mwanamke ambaye atakuja kuumiza kichwa. Kwa sababu mimi tabia yako naielewa. Na siwezi nikataka mjomba wangu mimi nilalamikie mambo ya ajabu ajabu. Lakini anko, mimi kuna jambo nataka nikwambie. Unajua hapa nyumbani baina ya Sadiki. Naam. Vipi? Safi. Uko poa? Ndio. Mbona bado uko hapo? Kuna ndio maana nakutafuta tu wapi. Yaani nikiongea tu unasema unaenda. Ananitafuta, ananiita. Bwana, nimeshakwambia wewe simama uende. Kwani yupo wapi? Yupo hapo kijoni kwao. Wapi kwanza? Kwa hiyo na yeye ananitafuta mimi. Sasa Diki, kuna nini ambalo ulitaka kuniambia? Aende kwanza mjomba. Sitarudi tena, wewe uende kwanza. Acha mambo yako. Mjomba ananitafuta. Wapi kwanza huko? Ulisema umemwacha? Yupo hapo kijoni kwao hapo. Wewe nenda tutamuona hapo. Vipi mjomba?
Hussein mwanangu. Hussein Baba. Da. Mbona nimekukuta umekaa nje peke yako? Unafanya nini mwanangu? Sifanyi chochote baba. Wafanyi chochote aliyekuwa mimi nakukuta upo katika hali ya msongo wa mawazo sana kiasi hicho? Hapana baba, siwazi chochote. Unajua mwanangu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Sisi ni watu wazima, alafu nataka nikwambie kitu ambacho unatakiwa uelewe. Unajua hii dunia kuna vitu viwili tofauti. Unaona? Kuna mwangaza na giza, ni vitu viwili tofauti. Sasa unaweza ukajikuta muda fulani unafanya kitu kwenye mwanga ukifikiria labda akiwezi kaonekana gizani, au unafanya kitu kwenye giza ukifikiria labda akiwezi kaonekana kwenye mwanga. Sasa utofauti ni kwamba siku moja unaweza ukajikuta unafanya kitu gizani ukifikiria labda hakitajulikana kwenye mwanga, siku ambayo kunaweza kuwa mwanga, lakini kitajulikana tu. Lakini na yale ambayo unaweza kufanya pia kwenye mwanga ukafikiria labda hivi nipo kwenye mwanga, haiwezi akajulikana kwenye giza. Ndio ya kwenye mwanga haiwezi akajulikana kwenye giza. Lakini sasa yale kwenye giza yale unaweza kufanya ukifikiria kwamba unafanya, kumbe sasa yakaja siku moja akaja kujitokeza na akajionyesha hadharani kwenye mwanga. Nasikia mwanangu, sasa unavyoniambia hauwazi kitu na ufikiri chochote, unakuwa kama unanidanganya mimi babako, na ipo siku sasa kuna kitu kitakuja kujitokeza hadharani kwenye mwangaza, sisi sote tukakiona. Ndio baba, nakuelewa. Sawa, umenielewa, ni vizuri, lakini sijapenda ulivyo. Kwa hiyo sijui nenda kwenye shughuli zako kajishughulishe, sio ulivyo kaa hivi peke yako. Stoshe, unajua huko tena huko. Kwa hiyo fanya mengine, sio kukaa hivi peke yako ulivyo, sawa? Ndio. Sawa mwanangu. Mimi kuna jambo nataka nikwambie, kwa sababu kuna kitu ambacho nakiona kiko sawa hapa, na ni kwamba unajua tunaenda bombani. Ndio. Angu karibu. Karibu mwanangu. Habari yako? Nini yenyewe inaendelea hapa? Angu. Iko akutuma tena kutoka? Hapana. Sasa nini? Kuna jambo tulikuwa tunalizungumzia. Karibu mwanangu.